nyakati zilizotabiriwa za kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa hizi nyakati ninazungumza kwamba nyakati hizo zilizotabiriwa na nabii Yoeli katika kitabu cha Yoeli mlango wa 2 mstari wa 28 ndipo tulipoanzia kusoma hicho kitabu. Lakini leo tutaanzia kitabu cha Matendo sura hiyo ya 1 mstari wa 8. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema nitavitaja vitabu vichache sana kulingana na muda wetu. Nilikuwa natamani kama tungelikuwa na saa moja, lakini mimi niseme bahati nzuri, sio bahati gani, tuna nusu saa. Sasa nusu saa hiyo inabidi tukimbizane nayo. Amen. Na ninaogopa sana kuwachosha watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sipendi niwachoshe. Amen. Kama kutakuwa na neema ya kuendelea basi okay, lakini sitotaka sana niwachoshe. Fungua kitabu chako cha Matendo sura ile ya 1. Alafu tutarudi kitabu cha Yoeli sura ile ya 2 mstari wa 28. Tuanze kitabu cha Matendo. Kitabu cha Matendo. Kama umepaona unaweza soma. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza tunatafuta kanisa lijae nguvu ya Roho Mtakatifu. Na nikazungumza kwamba kanisa lililo bora duniani na kanisa ambalo shetani analiogopa katika viwango vile vya juu ni kanisa lililojaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Mtu yoyote aliyejaa nguvu ya Roho Mtakatifu si mwepesi wa kudanganyika, si mwepesi wa kushawishiwa. Mtu aliyejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, yeye ana msimamo. Alafu aliyejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, mtu huyo ana uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu. Lakini vile vile nikazungumza nikasema, mtu aliyejaa nguvu ya Roho Mtakatifu ana uwezo wa kuzungumza maneno ya Mungu. Kama vile Biblia ilivyosema, mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Uyahudi na hata mwisho wa nchi. Huyu mtu ana uwezo wa kuzungumza ni kwa sababu amepokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Katika nyakati hizi za leo kuna dini aina nyingi sana duniani. Bwana Yesu asifiwe. Yako makanisa mengi sana duniani, lakini kanisa lililo bora, kuna wakati mwingine mtu anaweza kasema kanisa langu ni bora kuliko kanisa fulani. Mtu mwingine anaweza kasema mimi ninapoabudu pale pako vizuri, lakini kama hapana Roho Mtakatifu, hata kama pamejengwa ghorofa, hapawezi kukusaidia kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Hapawezi kukusaidia kitu chochote. Lakini kanisa lililojaa nguvu ya Roho Mtakatifu, kanisa hilo nilishazungumza hata jana kwamba lina uwezekano mkubwa wa kuingia mbinguni. Mtu yoyote aliyejazwa nguvu ya Roho Mtakatifu ana uwezo, ana asilimia zote za kuingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu ambaye hajajazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kuna hatari sana ya kutoingia mbinguni. Ambaye amemkosa Roho Mtakatifu, huyu mtu hata ibada zake zinakuwa ni ibada za kawaida sana. Ashiriki ibada, asishiriki ibada, yeye kwake ni sawa. Lakini Roho Mtakatifu akiwa ndani yake anamhamasisha,
anamwambia wahi ibada, nenda kanisani. Akifika kanisani anaona utukufu wa Mungu. Lakini kama hajajazwa, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja akasema shetani, yani sio kwamba anaogopa kuingia kanisani, shetani anaingia hata kanisani. Amen. Lakini hawezi kumtumia mtu yeyote. Anamtumia yule ambaye anamuona huyu hana nguvu ya Mungu, hana Roho Mtakatifu, hana chochote. Shetani anamtumia mtu wa namna hiyo. Ninaposoma katika kitabu cha Ayubu, ninapata habari shetani naye alijihudhurisha ambapo wana wa Mungu walikuwa wanaabudu. Lakini cha ajabu hakuweza kufanikiwa kufanya yake, kwa sababu palikuwa pana nguvu ya Mungu.